to interact with your police station in the comfort of your home, in the comfort of your office. That is why we are saying that we must digitize. We must digitize all the services that are offered by the National Police Service. In the next few months, we are going to be there. And that's why we are saying that will reduce unnecessary interactions, and hence even opportunities for bribery and corruption will also go down to some negligible levels, if any. So technology is the way to go. Distinguished guests, ladies and gentlemen, embracing the spirit of Article 244 of the Constitution of Kenya 2010, which establishes the National Police Service as an institution committed to public engagement, the service has developed a robust strategy for collaborating with communities and stakeholders to improve crime prevention, detection, and investigations. Let us carry this momentum forward as we continue transforming the National Police Service into a professional, efficient, and responsive institution. A service that delivers effective, people-centric, and accountable policing for safe and prosperous society. At this juncture, I want to ask all the officers of the service to turn a page and work collaboratively with and alongside our communities wherever we are. As for communities, may I also say there is so much to gain when we all join hands. We all must commit to do this. The new building we are commissioning today ought to be a reminder of this commitment for the spirit of partnership and community policing. Allow me to further speak candidly to a phenomenon that we have witnessed in the recent past. That is criminal gangs and goonism. This culture must come to a stop. As the Inspector General, I want to make it absolutely clear that this cannot be allowed to continue. Criminal gangs, goons, they are all criminals. And for those who commit crimes, they are dealt with individually. There are no charges for a group of people. Individuals are charged in a court of law. So I want to remind you that when you join gangs or you join the goons, what you are doing to yourself is a great disservice. Because the police who are working with the community will catch up with you. And you will stand alone in a court of law to answer to the charges, to the criminal, to the crimes that you have committed as an individual, not as a group of people. So I want to make that one very, very clear, so that when any one of us decides to join gangs and the goons, you must remember you will be dealt with as an individual, not as a group of people. Na hiyo ni ya muhimu sana kwa wasasi, kwa vijana, kwa sisi wote tuelewe namna hiyo. Si ni kweli? Nasema hivyo juzi kuna wale walienda kwa kanisa pale, si ni kweli? Saa hizi tumeshika 5. Waine tayari wako kwa polisi, tumepewa siku 10 ya kuendelea na uchunguzi. Moja ako nje na tumechukua leo warrant of arrest, tunataka. Na wengine, you are going to see in the coming days, we are going to arrest the minimum of those criminals. And they will stand on their own as individuals. Not as goons who have been sent by so and so. No. They will be on their own. So, I want to urge you, please, stay away from crime. Tukae kando na crime. Si ni kweli?
Tukae na mimi nachukuru wananchi wa hapa Kiambu. Mnakaa mzuri. Do not join looting gangs and goons. It will only bring you a lot of sufferings. It will bring your family a lot of suffering. You will be dealt with as an individual, not as a group of people who are committing crime in a given area. Those who went to the All Saints Cathedral will be dealt as individuals who committed crimes against that church. That is the law. Kwa hivyo, nasema namna hiyo ndio mimi sitaki kusikia mtu ya Kiambu ameingia hiyo mtu kama hizo. Mheshimiwa, mimi naongea ukweli. Sitaki kusikia mtu ya Kiambu ameingia kwa shida ina hiyo. Maana ni shida kubwa, si ni kweli? Kwa hivyo hiyo kabisa tuangalie, msikubali kuenda hiyo route. Mimi mwenyewe nimesema kama Inspector General wa polisi. Hatua ile maofficers hawa mimi nimewaambia wote ni hatua kali kwa any person involved in criminal activities related to gangs, related to goons throughout the Republic of Kenya, whether it is in Kiambu, whether it is in Kiambu, whether it is in Central Kenya, whether it is in Nyanza, wherever it is. Goons will be dealt as such, and they will be dealt as individuals who have committed crimes against the Constitution of Kenya. Si ni kweli? Sisi ndio tulipitisha in 2010. Na tukasema vile tunataka kutawalia, si ndio? Yeah, kwa hivyo wale ambao wanafuja sheria, hiyo katiba yetu imesema namna watachughulikiwa, sio? Kwa hivyo sisi wale ambao walikuwa kwa kanisa juzi, kila mmoja yao atabeba msalaba yake. Sio tuko pamoja? Kila mmoja yake atabeba msalaba yake. And I want to urge the community, continue working with us, continue working with the police, so that we can get rid of criminal elements in the society, so that we can be able to live a better and have a better, better society for all of us. This culture must come to a stop, and I have said that as Inspector General, I want to make it absolutely clear that this cannot be allowed to continue. I have directed all levels of command and all police officers in this country to take appropriate measures to ensure that such criminals are dealt with firmly. And as per the law, investigations on the recent intrusions at the All Saints Cathedral Church in Nairobi has already yielded the arrest of those individuals that have indicated there, and many more are going to be arrested who are leading the attacks. More are expected to appear in court as soon as the investigations and analysis is completed. The Director of Criminal Investigations, none other than Mr. Mohammed Amin, he is under strict instructions from the Inspector General that is a duty that he must undertake. We cannot allow our country to go in that direction at any given moment. Si ni kweli? Ama nyinyi mnataka namna hiyo? Hatuwezi tukakubali. Na ni muhimu wale goons na gangs wherever they are, na wale wanalipa wao wanielewe mzuri. I don't have space for them. Criminals are criminals whichever side they come from. Wao ni wahalifu, si ni kweli? So we must deal with them. Na mimi nataka kushukuru wananchi wa hapa, maana nyinyi mmeamua kufanya kazi na polisi, si ni kweli? Wale wahalifu mnasema ni huyu asiwaletee maneno yake, si ni kweli? Ndio society inakaa mzuri. I want to make it clear that criminality of whatever form narrows down to an individual. There is nothing collective. Therefore, let people be warned that the goons and groups mentality will always end up in individual persons carrying the burden of their criminal acts or even omissions. Kwa hivyo, nataka kusema ya kwamba mtatokezea mkiwa vijana 5, vijana 10, mwende mfanye maneno, si ni kweli? Lakini ni kila mmoja wenu ambao ule atachikwa na mnaiona polisi atapelekwa kotini peke yake. Na hata sema nilikuwa na wengine 10, na utastakiwa na hiyo nini? Ufujaji wa sheria yako, si ni kweli? Kwa hivyo mimi nataka kuwauliza tafadhali msikubali kuenda route hiyo. Mheshimiwa Waithaka,
I want to applaud you once more for your sterling leadership. Your support is a true testament to the importance of effective policing in bettering our communities. I want to commit to strengthening this partnership and hope that we continue exploring new opportunities for collaboration alongside all like-minded leaders at every level. My officers are the proud beneficiaries of your profound gesture and affection. Thank you very much, Mheshimiwa. Finally, the National Police Service once more commits to working alongside other security agencies and the public, and is dedicated to safeguarding the lives and property of all citizens, residents and visitors by combating crime in all its forms. Let us all join hearts together for this noble cause. Open up our interactions freely and study for each other to make our neighborhoods safe for all of us. God bless you all. God bless our communities. Asanteni sana. Tunashukuru sana. Kwa hivyo niongee kidogo tu kabla sijamaliza. Mimi Mheshimiwa Waithaka nataka kuchukua nafasi hii na kushukuru wewe sana for partnering with the National Police Service and the community of this area. Tumeweza kupata maofisi zetu zile ziko hapa na maofisa wetu watafanya kazi yao na wafanya kazi yao vizuri. Kwa hivyo mimi kama Inspector General nasema thank you very much. Tunashukuru sana. Ila kitu kingine nataka kusema, nataka kuongea kuhusu uhalifu. Na nikisema kuhusu uhalifu, mimi naongelea uhalifu nchi yetu yote ya Kenya. Nimesema maneno ya goons and guns. Hiyo sisi kama jeshi la polisi ya Kenya hatutakubaliana na hiyo kamwe. Jana nilikuwa na maofisa wote wakubwa ya mikoa yote. The regional police commanders, the formation commanders, and the county commanders. I had a conference with them so that they can be able to get it straight from myself. I, the Inspector General, did direct all of them that they must deal very firmly on matters goons, on matters criminal gangs. Hiyo mnaniunga mkono? Si ni kweli? Lazima hiyo watu wanasumbua wananchi washughulikiwe na wachukuliwe hatua kali. Si ni kweli? Na ndio sababu nasema mimi nataka tushikane pamoja, tufanye kazi pamoja kama wananchi ya Kenya. Si ni kweli? Sisi kama maofisa ya jeshi la polisi na nyinyi kama wananchi wetu. Si ni kweli? Tufanye kazi pamoja in the community partnership. Na tukifanya namna hiyo tutafaulu. Si ni kweli? Tutafaulu na tutasonga mbele sana. Sio? Tutaenda mbele vizuri. Ile kitu kingine ningetaka kusema kama vile Mr. Langat mentioned hapo mbele, we want to make our stations the centers of excellence for service delivery. Ndio wewe ukija kwa hii station ambayo ni ya Kiamubi hapa unashughulikiwa mara moja na unaenda shughuli zile zingine uko nazo. Si ni kweli? Hatutaki a situation whereby unakuja Kiamubi, unakuja usubuhi saa 2, hapa unakuja kuondoka saa 10, unaondoka saa 8. Hapana, hatutaki namna hiyo, ndio. Na mimi nataka kuchukua nafasi hii kushukuru huyu OCS wetu Madam Florence kwa kazi ambayo amefanya kazi mzuri. Si ni kweli? Nyinyi wenyewe mmesema hapa, mimi nilikuwa nimeketi hapa. Hako sawa kabisa, si ni kweli? Kwa hivyo mimi hata wale OCS wengine wote wherever they are nataka wafanye kazi kama Florence Mogeri, sio? Akiungana na community, wakiungana pamoja, Kenya yetu inazidi kuwa mzuri. Kenya inakuwa mzuri, si ni kweli? Kwa hivyo maofficers ya polisi mimi nawauliza nyinyi mchikane pamoja na wananchi, mfanye kazi pamoja, chikana pamoja na maofficers wa gao, the chiefs, the sub chiefs, the DCCs, the ACCs, chikaneni pamoja na mfanye kazi pamoja na kila kitu kitakuwa iko sawa sawa. Si ni kweli? Kwa saa hizi nyinyi mnajua mahali tunalenga. Tunaelekea, si ndio? Tunaelekea kwa elections next year, sio? Kwa hivyo mpaka tuzidi kuchikana pamoja, mpaka tufanye kama pamoja, kazi pamoja kama wananchi na jeshi la polisi, ndio wahalifu wasikie katikati ya nini? Yetu, si ni kweli? Maana sisi tuko na wajibu moja.
kama jeshi la polisi to ensure that we provide an enabling environment to enable you exercise your civic duties. Si ni kweli? Kwa hivyo mimi nawaomba tufanye kazi pamoja, tukisonga mbele na mambo yote itakuwa iko vizuri, si ndio? Muhalifu na mimi nimefurahia sana wa viongozi wa nyumba kumi, nimefurahia sana viongozi wa wananchi wale wako hapa kuchikana na maofisa yetu na wananchi upande ule, maana hiyo hakuna ukora ambao inaweza ingilia katikati yenu, si ni kweli? Kwa hivyo mimi nasema asante sana, that is a very commendable job. Kwa hivyo maofisa wetu hapa mshikane pamoja na wananchi wote na mfanye kazi pamoja na Kiamobi itakuwa mzuri. Na nimesema namna hiyo because I'm a resident of Kiamobi, si ni kweli? Na mimi sijasikia maneno hapo, maneno mingi, si ni kweli? Mimi sijasikia, na hata mimi niko kwa hiyo mtandao na mimi naonaga tu. Mimi naangalia, mimi naona huyo ni muongezi. amesema maofisa wao wako duty, si ndio? Na mimi nafurahia, sio? Maana kama kuna maneno mimi nitapigia hiyo ofisa wako duty. Sema mimi naitwa Kaja na mimi nakaa hapa na mimi nimeona maneno hapa. Halafu polisi atatokeza, si kweli? Atatokeza. Kwa hivyo nataka tuendelee namna hiyo na tufanye kazi vizuri namna hiyo. Mheshimiwa, umetaja maneno ya magari.